Ninawakaribisheni tena washikadau na watazamaji wote popote mlipo, na wakaribisheni kwa mlo wetu wa pilau ya leo. Mtazamaji, mada yetu ya leo imekaa kiujana. Hivyo basi nikaona kuna umuhimu wa kumleta Jembe ili aweze kutusaidia kuichambua kwa kina zaidi. Mpenzi mtazamaji, kama kawaida, kwa tathmini ama ripoti ambayo nimeipata ni kwamba magazeti ambayo yanaongozwa kwa kusomwa na Watanzania walio wengi ni magazeti ya udaku kuliko yale magazeti ya hard news ama wasomi wanaita kwa Kiswahili yale magazeti ya serious. Bwana Jembe, unataka utueleze nini? Oi, kaka mkubwa, unajua nini? Kwanza kabla tujaenda kwa kina, tunaenda mdogo mdogo. Au sio bwana? Mimi nataka kujua kwanza hii seriansi maana yake nini? Na wakina nani ambao wanakaa alafu wanasema magazeti seriansi? Au sio bwana? Haya, oya, magazeti ya udaku. Tukishaelewa hii, ndio tutaanza kuelewa magazeti haya yanaendaje. Let's go. Jembe, naomba tusitoshane. Wewe ndio mchambuzi, nimekukaribisha tena unaniuliza maswali mimi. Okay, moja kwa moja tujiunge na Bwana Bonde ili aweze kutuletea taarifa kamili. Kaka mkubwa, uko kwa Bonde mbali. Siriansi manake nini? Siriansi tu, minalia na siriansi. Unajua magazeti haya huku haya wana masuperstar wao, au sio bwana? Sisi huku tuna superstar wetu, huko na wanakuwa wenza kuta mtu superstar wake Domo Platinum. Sasa yule pale akikaa front page, hauzi gazeti, hauzi, atauza. Sasa serious maana yake nini? No, mwana Masoko, hapo studio naona leo umepatikana kweli, maana namuona Jembe amechachamaa kabisa. Na analia nini maana ya serious, masikini ya Mungu. Lakini hapo unavyoniona niko katika mitaa mbalimbali hapa jijini Dar es Salaam, na niko na magazeti kaza. Lakini najaribu kutaka kuangalia, nimewaita kina mama alafu tunajaribu kuweka chini waokote gazeti moja wapo wakawashie moto. My God, huwezi amini bwana Masoko, gazeti lililotumika kuwashia moto bila hata kusoma headline yake, watu wametumia gazeti la Serious News. Kaka Masoko, huwezi amini, lile gazeti la Serious lilikuwa limeandika masuala ya kisiasa, masuala ya bungeni. My God. Lakini hili lingine lilikuwa limeandika juu ya Fauzia Domo Platinum. My God, huwezi amini, watu walichukua hili la siasa wakaenda kuchomea moto, wakawashia moto. Alafu hili la kina Domo Platinum, lakini Wema Sepenga, my God, ndio limekuwa gazeti bora kwa huwezi amini. Wako tena bwana Masoko? Asante sana bwana Bonde kwa taarifa hiyo. Una maoni gani? Maana umemsikia ripota wetu alivyoripoti. Ata Bonde. Yaani magazeti serious, magazeti yanaandika siasa. Siasa inanisaidia nini? Sasa sio napiga kelele tu. Mimi nataka ile magazeti nini kweli kiseriasi. Ukisoma gazeti mtoto kaboost yale mambo yetu. Yaani ukiangalia gazeti tunakuta ngoma inacheza. Kumbe upepo wa gazeti unajua kitu alicho kiboost kinanesa hivi mwanangu, kina vibrate. Mimi ndo nataka mambo hayo hapo. Hivyo basi bwana Jembe, ukilinganisha maudhui ya magazeti haya mawili, una yapi ya kusema? Kaka mkubwa, ili la Serious kwanza bei. Kitafuno iko cha asubuhi babu. Hilo la kwanza. La pili, gazeti hili ukilifungua ile kurasa ya kwanza tumbuma, jamaa kazindua maji.
Kazi ndio sijui mkoa gani, wakati mimi niko na salama au sio bwana? Naongea maji ya kisima wapi na wapi. Ukiingia peji ya pili mara sijui utafiti, sio amefanya utafiti, mara sijui tumeundwa, mara sijui benki ya dunia. Benki ya dunia wapi, wakati mimi benki yangu kibubu. Ukiingia peji ya tatu unakumbana sijui uzinduzi wa vikoba, sijui mwalimu wa kikomba. Komalenya nini? Sisi huku kwetu Kintaa tunacheza upatu. Yaani upatu. Sasa tuje ile gazeti la pili baba we. Ai, peji ya kwanza tu. Ai, unamkuta na mbongo wa mtoto. Yaani ukiona sura tu ile mwenye unasogea unanunua gazeti. Bwana Jembe, uchambuzi wako ni wa hatari kweli kweli. Aya basi mpenzi mtazamaji, sasa nimkaribishe mzee wa mapochopocho Sauti ya Brown aje na kipengele chake. You heard? Karibu mpenzi mtazamaji katika sinia la mapochopocho. Ngoja tumbipu Bwana Eric Kishirungu. Aha, Bwana Suti. Oh, haleluya. Ndio maana uwepo wa Mungu leo nilikuwa nashangaa. Aise, umenibipu leo? Safi sana Bwana Suti ya Brown. Okay, tell me. Mzee, samahani lakini naomba nikuulize, mbona siku hizi sikuoni kwenye ugeni rasmi au hujafyatua kitabu chako? Unajua kila jambo linakwenda na nyakati kama maandiko yanavyosema. Kwa hiyo wakati utafika, utaniona tena. Aha, nikajua umeshasahaulika mzee, maana siku hizi ukimuona mtu yupo kimya uje ndo kishafuria hivyo. Hapana. Bado nipo. Okay, tuendelee. Haya mzee, sasa wewe ni mtunzi wa muda mrefu. Hadithi zako zinakuwa ni za Mungu. Lakini ukicheki front page pale, kudadadeki, kuna bongela binti. Bwana Sauti ya Brown, naona umeniamulia. Ni kweli kwamba hadithi zangu zinakuwa ni za Mungu. Unapotengeneza hadithi, unajua ile front page. Mzee samani lakini naona unayumba. Nyosha, upo kifedha au kusaidia jamii? Unajua, sikiliza kijana. Kwanza tutoke hewani, tuzungumze wawili. Tuzungumze hewani. Hivi. Haina shida mzee. Let's go. Unajua kiukweli mimi ni mtu wa Mungu. Lengo langu la kweli ni kueneza injili na kuwaonyesha watu kwamba kuna Mungu. Umenielewa vizuri? Sasa basi, hata mtoto mdogo unapotaka kumpa dawa, ile dawa ikiwa chungu, lazima utamdanganya. Hata mtoto ukitaka kumchapa, lazima utaificha bakola, utaanza utamlingeshia pipi, chukua zawadi, doli, kam. Akija unamwai tu, pap. Ale mzee wako je kufanyia hivyo, afu unamtandika bakola. Mzee lakini ujue uko hewani. Maskini ya Mungu. Kuna neno baya kwani nimeongea? Mimi sielewi mzee, lakini naomba nikuulize swali la kizushi. Hivi mbona hadithi unaiandika kwenye gazeti, alafu hadithi hiyo unaitolea kitabu? Bwana jamaa katoweka kama malaika. Aya mpenzi mtazamaji, wewe unaonaje? Kuna haja ya kuwa na magazeti ya udaku? Niandikie maoni yako kupitia kurasa zangu za Facebook na Twitter @Sauti ya Brown. Wako tena Bwana Masoko. Asante sana Sauti ya Brown kwa mapochopocho yako. Tofauti na siku nyingine, kwa sababu Jembe alishatoa uchambuzi wake uko kwenye ubwabwa. Hapa leo tutaanza na wewe mzee wa busara. Yaani
Kichwa cha habari. Mlembo avumaniwa na kigogo. Haki ya Mungu. Samani lakini Busara, sijui kama unanisikia. Tunaanza na wewe. Yani mlembo amefumaniwa na kigogo wa benki. Haki ya Mungu, hii ni haki yake. Hata mimi mwenyewe. Kaka mkubwa Masoko, muache. We muache hapo, nishanchanganya. Nimeka magazeti mengi. Basi yeye kakimbilia na udaku. Basi hapo mkashamchanganya huyo mtoto. Sinaona gazeti linakala hilo. Wewe mpumbavu wewe, nani unasema kachanganyikiwa? Mimi nitachanganyikiwaje na hizi picha za magazeti? Naomba tuelewane, hii ni picha tu. Hakuna msema Busara. We picha imekuchanganya. Mbona hujachukua hilo hapo la siasa? Hapo sikuna kiongozi wako ameenda kuzindua maji hapo. Wewe una akili. Mimi nilikuwa naangalia matangazo ya vifo. Mama, matangazo ya vifo. Mbona hujalia? Nayo matangazo ya vifo ndugu yangu kwenye magazeti ya udaku wapi na wapi? Bwana Masoko, mimi naomba na watazamaji wanielewe. Haya magazeti ya udaku mimi wasiyapendi. Kwa sababu gazeti, hebu ona kama hii linaonyesha viungo vya mwanamke, lakini vya mwanaume havijaonyeshwa. Busara muongo. Busara unapenda. We mpumbavu. Unapenda. Mimi sio mpumbavu. Siku ile sijaje na picha fulani hapa. Picha za kipele nini nikakuonyesha ukadata mzee mzima ukatoka. Si unitoka kwenye kipindi uongo Masoko. Busara unapenda. We Busara unapenda hizi picha. Ukitokapo utaanza kunisumbua. Wewe mpumbavu, mimi hizo picha huwa sizipendi. Tena na yani ninaapa hata siku moja hujawahi kunionyesha hiyo picha dada kipele wala ya binti yoyote yule, hujawahi kunionyesha na mimi nikaondoka. Wewe jembe umetunga. Mzee mwenzangu Busara, hapa ulipo umetudanganya live. Katika kumbukumbu yetu ama library yetu, tunaomba kidogo iturudishe nyuma. Mungu wangu, hako kapicha akafai kabisa. Sema kwa sababu nimeshakiona, ngoja nimalizie kukitazama. Sikiliza, hiyo inaitwa Instagram. Tunapekua picha za mabinti. Mtu mzima kaumbuka. Azalani, 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 azalani. Pinka babu. Nyie wapumbavu. Haki ya Mungu wapumbavu. Mmeni Photoshop. Nyinyi mmeni Photoshop. Kwanza ninaondoka. Yani lakini mzee mwenzangu, sisi wote ni watu wazima na wazee. Naomba tulimalize jambo hili kiutu uzima. Kwanza na wewe mwenyewe ni mpumbavu kwa sababu umenisaliti. Mimi nilitegemea utanilinda. Sasa mzee mzima unanivua nguo hadharani. Pumbavu zenu, leo mimi naondoka. Kama vipi? We sepa tu bwana, kwani una umuhimu gani hapa? We nenda. Wewe, mimi na wewe jembe, haki ya Mungu, mimi humu ndani nina umuhimu kuliko wewe. Yani hata tukisema watu watupigie kula, jembe na Busara, nani atoke? Watu watasema jembe atoke. Kama unabisha, tuweke liga alafu watazamaji watupigie kula. Busara unaamua hivyo. Haki ya Mungu Busara kibarua kinaota nyasi. Toba. Busara bye bye. Mimi sinataka kusema washikaji, kama kawaida kandamiza kula. Mpenzi mtazamaji, siwezi kumruhusu tena Busara aondoke nje ya kipindi kama alivyoondoka hapo zamani. Waswahili wanasema mtoto akililia wembe unabudi kumuachia.
wamejiamulia wenyewe, wanataka mmoja atoke. Hivyo basi, kama unataka kumtoa Jembe, nenda kwenye kurasa zetu tuandikie. Kama unataka kumtoa Busara, kama unataka kumchinja mmoja wapo, kichinjio chetu kipo kwenye Facebook. Nenda kwenye kurasa yetu ya Facebook, Pilau TV. Mondani utakuwa na kichinjio. Kutoka hapa studio, sina la ziada. Usiku mwema. Jembe, bye bye. Oya, wento bye bye hivyo. Anga kwa mara ya mwisho. Pumbavu wewe. Hata wewe Busara, unaniita mimi mpumbavu. Hivyo basi, kama utatolewa, sitokupa lifti hata ya kukupeleka nyumbani kwako.